Huwa naongea kwenye mtandao huo, mnaona, si wafichagi. Mimi nimetoka kwenye familia maskini kidogo. Sio kidogo sana. Nimezaliwa kwenye familia ya watoto 13. 13 ni wengi. Alafu mimi ni mtoto wa 7. Manake una dada zangu hapo kutosha. Mnakumbuka vizuri kipindi wakati wa kula? Ilikuwaje? Mama anapika ugali. Unawekwa kati hapo. Mpo 6 tu au 7. Sana sana nilikuwa 6 au 4. Naekewa chini pale. Ugali wa moto. Nyama chachi. Kabla ya kuanza kula, na mboga ni kidogo. Mboga saa hizo mama amepita huko barabarani pembeni akachuma mchicha. Sasa hapo mnaekewa pale. Ugali ni wa moto. Wewe unasemaga hivi vitu kwanza. Mnakaa pale mnasali sala fupi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo pale spidi yako ndio itakayo kuokoa. Lakini kabla mjaanza kula mnagawiana nyama kwanza. Chukua hiyo, chukua hiyo, chukua hiyo, chukua hiyo. Alafu ikibaki moja mnakatiana chukua, chukua. Alafu spidi inaanza sasa. Unakula pale. Na kipindi kile sijui ilikuwaje Mungu wangu. Unakula unasikia ugali unavyoshuka hapa hivi. Unaungua. Unamwangalia mwenzako unaona na kuangalia haongei. Ukigeuka hivi unaona chozi linashuka lenyewe. Tulikuwa wanajeshi. Tulikuwa wanajeshi. Nakumbuka kuna siku nishai kulala na parachichi mfukoni. Kulipa ulinzi. Parachichi. Kulipa ulinzi. Nikalala tena na mwindi wa kuchoma. Saa 8 usiku. Na utafuta mwindi wangu siuoni. Kumbe umetoka huko mgongoni kwa huko nyuma hivi. Naanza kusema nani amechukua mwindi wangu. Siwaambii mkawatese watoto wenu hivyo. Ila kuna namna fulani, kuna kiakili fulani. Kuna namna tulikuwa tunawafanya wazazi wetu walikuwa wanatufanya tuwe responsible. Unafahamu ile story ya mama mmoja ambaye alikuwa anapendwa sana na mume wake. Mume anampenda. Akasema yani mimi napendwa na mume wangu ananipenda, ni I am loved. Akasema yani mimi napendwa jamani. Akasema hebu leo niliamshe dude. Nijaribu kuangalia kama mume wangu ananipenda kweli. Ikabidi aandike barua. Mume wangu leo narudi nyumbani kwetu. Naomba ukirudi kazini utanikuta, naomba usinifuatilie, achana na mimi. Akaandika, akaweka mezani. Mama akaamua kuingia uvunguni kujificha ili aangalie baba akirudi ataonyesha reaction gani. Basi mama akajificha. Baba alivyokuja akakuta barua pale. Akasema, "We." Akasema, "Mume wangu mimi nimeenda nyumbani kwetu, mimi na wewe mwisho, naomba usinitafute, nipo kwetu." Pale pale mama yuko uvunguni anamwangalia. Baba amesoma tu. Alivyosoma baba kwanza akacheka, akaangua kicheko. Akachukua simu pale pale. Akapigia mchepuko. Akamwambia, "Naomba uje, ile ng'ombe imeondoka. Ile ng'ombe imeenda kwao. Naomba uje sasa hivi. Nakuja kukupokea." Baba akachukua ile karatasi, akaandika maneno fulani, akaweka pale mezani. Akatoka nje. Akachukua tena simu, "Nakuja kukupokea sasa hivi." Alivotoka mama akatoka kule uvunguni. Akaanza kusema, "Asante Yehova. Nakushukuru uliyeniambia nifanye huu mpango. Leo nimeweza kugundua ni kwa namna gani mume wangu hanipendi." Akaanza kulia, Mungu. Acha tu napaki nguo zangu naenda kwetu." Akaanza kupaki nguo zake. "Mimi naondoka. Sipendwi." Wakati anapaki nguo, akapita pale mezani. Ameandika nini hapa? Akageuza ile karatasi. Akakuta mume ameandika hivi, "Mke wangu mpenzi, na kuona umejificha uvungoni. Naomba utoke huko, ukaandae
ugali, mimi naenda kuchukua maziwa. Nakupenda sana mke wangu. Nani amemkomoa mke? Muwe pia watu wa moyo wa ume zenu. Unajua mwanaume anapenda tena sana faraja. Akifanya kitu msifie. Mwambie mume wangu, kweli you are so clever. Wewe ni jembe. Usiwe kama ile story ya yule mwanamke ambaye yuko na mume wake kwenye garden. Wanakunywa, wanacheza. Ghafla bahati mbaya mbwa wakatoka kwenye banda. Walipotoka, baba alichofanya, alimkimbilia mke wake, akambeba, akamweka hapa. Mbwa akawa anakuja, wow. Baba akawa anafukuza, wewe toka. Na mama amelala hapo, si amebebwa. Baba yuko, wewe toka. Paka mfanyakazi akaja kuwakamata wale mbwa, akaenda kuwafunga. Baba akamshusha sasa mke wake chini. Amechoka, ametoka jasho. Mke wake angetakiwa asemeje? Jamani, semeni asante mume wangu. Unajua alichokisema? Alimwambia, nakushangaa sana. Watu wanachukua mawe kufukuzia mbwa, wewe unachukua mke wako kufukuzia mbwa. Mwanake alipokuwa amembeba hivi eti alikuwa anamtumia ufukuzia toka. Hebu niambieni jamani. Mama, mimi nikwambie ukweli. Sasa hivi unashindana na Baba Ahmed. Chunga kinywa chako. Unashindana na Baba Ahmed, wanaongea vizuri. Wanajua kubembeleza. Karibu. Pole na uchovu baba. Nikuagizie nini baba? Sorry, kuna tishu hapa, pangusa jasho kidogo. Anarudi nyumbani. Unaanza, mume wangu, naomba hela yangu. Naomba hela yangu. Nalipa unipi? Naomba hela ya watu. Huwa msemaji ni yenu. Naomba hela ya watu. Nadaiwa. Nilichukua mkopo. Naomba Bajon, naomba. Na ndio maana sasa wanaume wengi hata wakati mwingine wanapewa adhabu. Kama hujanipa hela watu, usiniguse. Mama, wakati mtu amelewa usipambane naye. Unajua kuna watu watatu huwa wanasema ukweli tu. Wanasemaga watu watatu wanaosema ukweli. Wa kwanza mtoto mdogo, vigumu sana kusema uongo. Wa pili kichaa anasemaga ukweli sana. Na watatu ni mlevi huwa anasema ukweli sana. Sasa wewe mume wako amelewa, wewe hujalewa, hujanywa chochote, wewe unapambana naye. Nani mlevi? Unapambana na mtu ambaye hata hajui. Kesho mkikaa kesi hawezi kujibu kwa sababu hakumbuki. Ndio maana kuna hiyo story sasa inasema kuna baba mmoja alikuwa anarudi akiwa amelewa usiku. Siku moja mama akachoka, akasema akirudi simfungulie. Atakaa huko. Baba akarudi, naomba ufungue mlango. Amerudi kwenye saa 8 usiku. Naomba ufungue mlango. Mama akasema sifungue. Naomba ufungue mlango. Nafungua, ufungue. Sifungui. Rudi ulikotoka. Nasema tena mara ya mwisho, nafungua mlango, fungue. Sifungue. Basi huyo baba, hapo nje kulikuwa kuna kisima cha maji. Baba akasema, sasa naona unataka kubaki mjane. Nitajirusha kwenye kisima, alafu utabaki mwenyewe. Na hesabu mpaka 3. 1, fungua mlango. Sifungui. 2, fungua mlango. Sifungui. Nitajirusha kwenye kisima. Jirushe.
Tatu na mwisho, fungua mlango. Si fungue. Yule baba kule nje, kulikuwa kuna jiwe, niko hapo nje, akalibeba akalidondosha kwenye kisima, ikaitikia chubui. Mama akasema sawa, jirushe tu. Baada ya dakika 2-3 kiroho kikamuma ule mama. Baba John, kimya. Baba John, kimya. We, Baba John, kimya. Mama akaenda kuchukua kitenge huku, akajifunga. Baba John kaa karibu na mlango. Mama akafungua mlango, akatoka. We, umejirusha wapi? Wakati anakimbilia kwenye kisima, Baba John yuko hapo pembeni. Akaingia ndani, akafunga mlango. Kama tunavyojua kawaida, mabinti wa kazi huwa wakaagi sehemu nzuri sana. Naweza kuta umempa hata chumba nje hapo na nini. Sasa huyu binti alikuwa ametoka kijijini. Akafika. Siku moja akawa ameitwa, baba na mama wakamwita, hebu njoo chumbani kwetu. Akaenda. Alipofika pale, wakamwambia, sasa sisi kesho tutaenda kazini, tunaomba uje ufanye usafi katika chumba chetu. Kuna AC hapa na mashuka hapa ya kutandika. Basi baba na mama wakaenda kazini kesho yake. Yule binti akaenda kafagia kule, akawasha AC, akaona jamani, kuna ubaridi. Akaangalia mashuka, kitanda cha 6x6, akasema yani 6x6, yani nitakufa kabla sijalala sehemu kama hii. Akasema ngoja nifagie, nikimaliza nije nilale hapo nikionje na mimi jinsi nisije nikafa kabla sijalala kwenye 6x6. Basi deki haraka akatandika kitanda vizuri. Baadaye akalala hapo sasa, akajifunika na blanketi na AC. Akasema jamani, kuna watu wanaenjoy hii dunia. Wakati anasema vile, akakaa mwili uliochoka, alafu AC, alafu tena kwenye blanketi. Akapigwa na usingizi, akalala fofofo, yani dead sleep. Sasa akiwa katika hali kama hiyo, amelala alafu amefunika kichwa, vinywele tu vinaonekana tu, yuko full usingizi. Wa kwanza kurudi nyumbani, baba. Unawaza nini? Acha dhambi. Acha kuwaza dhambi. Baba akarudi. Baba alivyorudi, akasema mke wangu amerudi kazini mapema leo. Yani amechoka, amelala hivi. Akasema wala hata simgusi, mwache alale mpaka usingizi uishe, wala sina muda naye. Baba akaamua naye kubadilisha nguo zake, akalala pembeni. Baba naye akaishia usingizini. Kifuatacho ITV. Mama akarudi kazini. Mama alivyorudi, akafungua mlango, akaona watu wawili wamelala kitandani. Kwanza akasema, hivi naona ukweli au uongo? Akasema, nikachukue panga au rungu? Mwisho kabisa, na sitadanganyika, najua kabisa. Mungu. Hii story, baba alikuwa na watoto watatu, baba na mama walikuwa na watoto watatu. Siku moja baba akasema, hivi hawa watoto ni wa kwangu kweli? Akamuuliza mke wake, hivi watoto ni wa kwangu kweli? Mama akacheka, si anajua ni wa kwake. Akamwambia, nenda kapime DNA. Mama akamwambia, nenda kapime DNA. Baba kweli akasema, sawa, kesho naenda. Akachukua sampuli, akapeleka maabara hospitalini. Alipopeleka kule, wakapima zile sampuli za watoto kama ni wa kwake au sio. Sasa akiwa pale, akaja nesi mmoja akampa majibu, akamwambia, baba samahani, zile sampuli haziendani, wale watoto sio wa kwako. Baba kawa kama amechanganikiwa. Akarudi
nyumbani ana hasira. Kaja katoto kamoja kaja kufungulia geti. Daddy, welcome back. Coffee. Toka. Yule alipopiga kofi akarudi, akaenda kuambia wenzake, Dad is very angry today. Mwingine akasema amna, baba huwa hana hasira. Wewe tu. Mwingine akaenda, daddy, kwenzi. Wakabidi wakimbie ndani. Wakamwambia yule mwingine, baba ni mkali. Kajifiche. Yule mwingine anasema amna. Yule anafungua mlango hivi tu. Kofi. Wote wakajiunga wakakimbia ndani wakaenda kujifungia kwenye chumba kimoja. Baba akaenda jikoni. Akachukua kisu. Akakinoa. Akachukua kimoja. Akasema anachukua sharp ambacho kama sime. Huku na huku. Akakinoa vizuri. Kinang'aa. Akabaki nacho akakishika. Akasema ngoja nimsubiri huyo mwanamke arudi. Akawa anazunguka tu hapo parking, anatembea huku. Muda si muda akasikia pipi. Mke amerudi. Baba akaenda ameficha kisu, akafungua mlango. Gate. Sasa mama akaona sura mbona kama mume wangu amekasirika sana. Yeye mama akasema by the way I'll fix it. Si mnajua kina mama nyie mna uwezo wa kuamsha dude na kupooza kila kitu. Yaani unaweza kuamua leo ngoja nimchanganye, alafu kesho nitamchanganua. Yaani uamuzi wenu tu. Wanaume ni wao mnawavutisha bangi na kuwatoa. Ni kama unawapa pepo alafu unakuanza kulitoa. Makofi. Haya. Ikifuatacho ni ngonjera fupi kutoka kikundi cha usafi wa kanisa WAWATA Pande Bikira Maria Imakulata. Vigeregere. Karibu. Hodi hodi naingia ukumbini kwa bashasha, naona mwashangilia nami nawakaribisha, najua mwajiuliza tena mnanishawasha, ni WAWATA Wapande leo tumekiamsha. Na si tu kukiamsha bali tumedhamiria Pande yetu kuisimamisha itambulike na dunia, na hakuna wa kuzuia. Pande mbele daima. Mungu ibariki Pande milele na milele daima. Pia maparoko wetu kwa jina nitawataja: Paroko Mkuu Radislausi na msaidizi wake Silvano. Hakika tunawashukuru sana kwa malezi yenu sisi wana WAWATA. Mwenyezi Mungu awabariki sana, mzidi kuturea. Bila kumsahau Father Kesi, hakika umetuheshimisha. Tunakushukuru kwa kuja, haukusita kuitika wito wetu. Mwenyezi Mungu akubariki sana, hakubariki sana na sana, hakupe maisha marefu, daima ututumikie. WAWATA ni jeshi kubwa la kupambana na shetani. Tunao viongozi wa WAWATA: Gertruda mwenyekiti, makamu Sabina Lyamuya, katibu Catherine Gwandu. Tunaye makamu katibu. Jina yake? Mori Chale. Pia tunaye mweka hazina Ida Mwidunda, yuko makini. WAWATA toeni michango tuijenge parokia. Mwisho ninamalizia kwa madaa twajivuna. Hakika tumependeza, vimarangu vimenoga, mishono kila aina. Hakika twajivunia.